Hello, habari ya Jumapili. Leo vijana wenzangu, napenda tushauriane katika mambo tofauti tofauti kwa ajili ya kujijenga kiutambuzi. Mada ya leo napenda kuita jamii inahitaji ukombozi wa fikra. Asilimia kubwa ya vijana wa sasa, wa kike kwa kiume, na hata watu wazima niseme, tunahitaji ukombozi wa fikra ili tutoke katika baadhi ya mambo kwenda kutoa katika baadhi katika giza, sijui nisemaje, katika ugu tutoke katika giza tuende kwenye mwangaza kidogo. Kuna baadhi ya watu wenye akili wanatumia akili zao kutumia akili za watu wengine, na sio katika usahihi, katika kuzipumbaza kwa niaba ya wao kupata maslahi kutoka kwao. Yaani mtu anaotumia akili yake kupumbaza akili yako kwa ajili ya faida yake mwenyewe binafsi, tunaweza kusema ubinafsi, lakini hii mada sitaki kuweka katika ubinafsi. Binafsi tutakuja kuzungumzia siku nyingine, kwa sababu siku zote ukitaka kumtawala mtu, kwanza mpumbaze kiakili. Uwezo wake wa fikra au kufikiria uwe mdogo kuliko wewe. Hapo utakuwa umefanikiwa kumtawala mtu. Hii ndio njia ambayo wanatumia watu wenye akili zao. Wanatumia akili yao kutupumbaza kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Ni kama nchi kubwa zinavyofanya, kwa sababu asilimia kubwa ya Waafrika, bara la Afrika, tunaishi katika mawazo ya watu wengine, ila hatuishi katika mawazo yetu, hatuishi katika akili zetu, tunaishi katika akili za watu wengine. Tunaelekezwa, sisi tunafuata. Hiyo sio mada nyeuso hayo. Ukishawini hivyo, huyu mtu utaweza kumtawala moja kwa moja. Unakuja kumtawala labda pia kipato pia. Ukawa na kipato kikubwa kuliko mtu mwingine, umewini kumpumbaza kwa akili, na pia kipato chako kikawa kikubwa zaidi ya yeye ambaye umempumbaza, tayari ushaweza kumtawala moja kwa moja. Sasa tukianza kuchambua baadhi ya mambo ambayo watu wenye akili wamekaa kufikiria namna gani ya kuweza kujiingizia kipato, lakini kwa kuweza kutupumbaza ili wao waingize kipato kupitia sisi au watu wenye kutaka kuwapumbaza. Mchezo mmoja ambao unaitwa kubeti. Kwa haraka kubeti unaweza kuona kama ni mchezo ambao sisi vijana ambao tumeletewa wa kuweza kupata hela kwa haraka. Yaani kweli ni sahihi. Unapata hela kwa haraka. Sasa unaweka 1000 unapata 2000, 5000. Wenyewe wanajua ambao wanaobeti. Ni kitu ambacho kinaingiza pesa kwa haraka. Lakini kwa wewe kijana, huo sio msaada. Huo
Yaani hiko sio kitu ambacho kinahitajika wewe kukusaidia au wewe kukutengenezea maisha yako ambayo unahitaji, ila hiko ni kitu ambacho kimewekwa kwa watu wenye akili kujipatia kipato, na pia kwa njia ambayo imekupumbaza wewe. Kwa sababu gani? Pesa haitafutwi kwa haraka. Yaani pesa, hauwezi kutengeneza pesa kwa upatikanaji mwepesi na kwa haraka kama hivyo tunavyofikiria au unavyofikiria kwamba chapu umeweka buku labda umepata shilingi kadhaa. Haipo hivyo. Watu wamekaa wamecheza na akili zetu. Watu wamekaa chini wametumia akili zao kucheza na akili zetu, kuendelea kututawala kuwa wapumbavu zaidi. Kivipi? Wewe ukishajua kwamba kumbe nikiweka wafaba nikiweka buku napata 10,000 ya haraka, nikiweka 2,000 napata 20,000 ya haraka, kwa kubashiri tu. Sasa kitu hizi akili yako utaweka kule, kwa sababu unajua hamna pesa ya haraka haraka. Hivi ukishafikiria hivyo, ni kweli wewe utaweza kukaa chini na kuweza kuwaza namna ya kuweza kupata pesa? Kuwaza ni kutenda kazi, kufanya kazi. Utaweza kufikiria? Ngumu kufikiria. Kwa hiyo tumeshapumbazwa pale kwa kufanyiwa mchezo kwamba ukitoa kiasi kidogo unapata kiasi kikubwa na kwa haraka zaidi. Hatuwezi kuumiza akili yetu katika mambo makubwa, na pia tuweza kutuingizia nini? Kipato. Si hapa tunaelewana? Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tumetumiwa akili yetu, na pia katika kutumiwa akili yetu tumepumbazwa tusiweze kufikiria kufanya kazi. Kwa sababu wewe utakuwa umelala tu kiasi yako una beti kwenye simu, huwezi kuamka kwenda kufanya kitu kikubwa. Huwezi kuamka kwenda kutoa jasho, sababu ushalemazwa akili yako, ushapumbazwa akili yako. Kwa watu wametumia akili yako kupata kipato chao, na wao wametumia akili yao. Hizi ndio njia ambazo watu wanatumia kutupumbaza, kufanya sisi ni wajinga zaidi. Na michezo yote ya kubashiri kwa hivi ya kupata pesa kwa moja, unapata pesa kwa haraka, ni kitu ambacho chaweza kutupumbaza. Wao wangekuwa kama sisi tunavyocheza huu mchezo wa kubeti, sidhani kama ungetuletea hii namna ya kuweza kubeti. Wao walikaa chini, walifikiria namna gani tunaweza kupata pesa, how we can do to get money, how to make money. Wakafikiria tutengeneze kitu, waliumiza kichwa, tutengeneze kitu fulani. Ndio hivyo wakaweka michezo ya kubeti, wakawaza, wakaangalia. Na watu kuna watu je wanatumia sana akili sana, wanatumia akili sana. Sisi baadhi ya vijana tunashindwa kutumia akili zetu, ndio maana tunaendelea kuwa watumwa kila siku wa kipato, tunaendelea kuwa watumwa wa kipato, tunaendelea kuwa watumwa wa kifikra, kwa sababu tunashindwa kutumia akili yetu. Watu wamekaa wamewaza, tunawezaje kupata pesa? Tuweke mchezo kubeti. Kwanza wameangalia vitu gani vina ushawishi kwa vijana, vitu gani vina ushawishi kwa, yani vitu gani pendwa, au kwamba vina ushawishi na pia vinapendwa zaidi, vina vile vya starehe vya burudani. Wamekaa wamewaza, watu wamewaza sana, wakafikiria kuna michezo ya mpira. Sasa michezo ya mpira kuna kuwa na ubishani, watu wamecheza na akili. Unajua watu wameumiza akili, wamecheza kwenye hii mipira, kuna kuwa na ubishani kwamba timu fulani itashinda hivi hivyo, sio yule. Sasa wamekaa, kumbe kuna fursa. Kivipi fursa ipo? Ni kwamba tunakia utabiri
kwamba leo timu fulani inafanyaje, inacheza. Timu fulani ikicheza, tunakiwa kwamba watabiri kwamba timu gani itashinda, labda sikuna huo ubishani. Lakini sasa hiki kitu tuwekee kwamba ukiotea unapata pesa shilingi kadhaa, lakini usipotea umeliwa. Kwa watu wametumia akili zetu, wametumia ule starehe yetu wa kujiingizia pesa, kujiingizia kipato. Watu wanaumiza akili kutengeneza pesa. Sisi tunashindaje kuumiza akili kutengeneza pesa? Kuna vingi vya kuongea hapa, lakini naomba hii niishie hapa. Ila kuna watu watumia sana akili. Tunaomba sisi hebu tuamke kifikra. Jamii inahitaji ukombozi wa fikra. Unaniambia kwa nini haikatazwi? Kwa nini michezo haikatazwi? Tutumia akili. Watu wengi sana, tudokezeane siri kidogo. Kama unafahamu basi uongezee kufahamu, lakini kama ufahamu vile ufahamu, kwa sababu pia tunatumia akili kwanza, na watu wanatumia akili. Watu wengi sana wamelilia au wameombwa wazazi kwamba kuna makili kwamba hii michezo ya kubeti ikatazwe. Ifanyaje? Ikatazwe. Inapumbaza vijana wetu hawafanye kazi. Mtu anaamka anakimbia kubeti. Hizi kama zikatazwe kwa viongozi. Sitaki kusema viongozi gani, ila mtanielewa katika mazungumzo yangu. Inakatazwa? Inakatazwa nakuuliza? Haikatazwi. Malalamiko napewa kile ikatazwi. Kwa nini haikatazwi? Nimesema leo sitaki kuzungumzia ubinafsi. Ila ubinafsi, kuna watu wanatumia ubinafsi. Ubinafsi ni mtu ambaye kujijali yeye kuliko mwenzake. Watu wa binafsi, ila tumezidiana ubinafsi. Hawezi wakakataza, wanataka wao waingize maslahi kwao. Watawezaje kukataza wewe? Wanakuacha uendelee kupumbazwa kiakili, uendelee kukutawala. Mtu akisha kujua hili jambo linawapumbaza watu, vijana hawafanyi kazi, vijana hawafikirii, hawafanyi vitu vya muhimu, na yeye anataka endelee kupata maslahi kupitia wewe, atakukatazaje hilo jambo? Wewe una akili kweli wewe? Mtu ukataze. Yeye ataka apate pesa kupitia wewe, atakukataza? Mfanyakazi wako, mfanya mdogo, mfanyakazi wako unapata pesa kupitia yeye. Wewe kuna jambo umelianzisha, unajua huyu mimi ndo ananipatia pesa. Katika kile unachokifanya utamfundisha, kisha mjuaje aondoke kwako aende kuanzisha cha kwake. Wewe utaendelea kuingiza pesa. Tusifanue sana sababu unao muda. Ila hawawezi kukataza kwa sababu waendelee kukutawala. Ukiamka kifikra, watamtawala nani? Akili zako zikiwa sawa na wao, watamtawala nani? Wao wataingizaje kipato chao kupitia, wataingizaje maslahi yao? Watawezaje kuingiza maslahi yao binafsi kwa ajili ya familia yao kupitia nani? Bimaana lazima waendelee kufanya wewe uzolote kiakili, kifikra na kipato pia, ili wao waendelee kukutawala na waendelee kupata maslahi kupitia wewe. Hauwezi kutengeneza pesa. Hauwezi kutengeneza pesa kwa njia nyepesi kama hii ambayo tunafikiria. Ukitaka kutengeneza mifereji ya pesa, ni lazima uinvest kwanza akili. Lazima ukeze akili, wazi, ufikirie. Kwa sababu wao walitengeneza mchezo wa kibeti, waliwaza, walifikiria, ndipo wakaleta mchezo wa kubeti. Wakaleta hizi app za kubetia sijui nini hivyo kwa sababu ya kutengeneza kipato. Usikae, amka kifikra, umiza kichwa.
Usitaki kupata pesa ya haraka haraka. Tengeneza mifereji ya kuweza kukuingizia kipato, kuweza kukuingizia pesa. Kaa, waza, fikiria. Watu wamekaa chini, wamewaza, wamefikiria. Wewe unashindwaje kukaa kuwaza kufikiria? Umeshindwaje? Unashindwaje? Siamini kwamba unaweza